Ina. Asante. Habari za hapa? Nakuona. Bwana. Mambo unasemaje? Tupo na pilika. Asante. Asante sana. Vipi? Ona leo kumepoa huko ndani. Tupo. Sheri nimemkuta? Sidhani, ngoja nikamwangalie kwanza. Poa, basi fanya hivyo. Sheri. Lina. Kwa nini unapenda kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu? Naomba nisamehe Sheri. Robi amekuja. Ana mazungumzo na wewe. Mwambie hayupo. Sijisikii kuongea na mtu yote sasa hivi. Unaweza kwenda. Lakini nini? Nenda kaendelea na shughuli zako. Sawa. Vipi? Mbona uso wako wapoteza nuru? Una shida yote? Ndio sawa. Lina, unajua nakufahamu vizuri sana. Nakufahamu vizuri kama vile maji ya kupwa na kujaa. Sasa sura yako inavyoonekana, kuna kitu unanificha. Hebu niambie. Una shida yoyote? Hapana, mimi niko sawa. Basi acha mimi kamuone. Sheri ametoka. Lina. Saizi. Lakini sio kaida yake Sheri kutoka saizi asubuhi. Sijajua maana mwenyewe nilikuwa hapa naenda ndani sijamkuta. Unajua ninashida naye sana. Na ni ya umuhimu. Kama yuko ndani tafadhali. Naomba nikaone naye. Hapana, hayupo. Hayupo nilikwambia tu, kwani nakufisha. Sawa. Kama akitokea wakati wowote huo, mwambie kwa labda alifika hapa. Na nitafute. Maana kwenye simu yake kila nikimpigia hapatikani. Sawa, huna shida. Poa. Mimi nikuache. Robi. Ndio kwenye pango acha basi. Shukrani. Nitakunywa wakati mwingine. Asante, mambo vipi? Safi. Uko poa kabisa. Naona utulivu mkubwa sana. Kawaida yangu. Vitu vinashuka. Kama kawaida, unajua. Hivi una taarifa yoyote? Hapana, sina taarifa yoyote. Hivi. Unajua kuna kitu ambacho kimetokea
hivi tunavyoongea mimi na wewe, Justin hayuko duniani. Sasa unaponiambia kwamba hauna taarifa yoyote, ndio kitu ambacho kinazidi kunichanganya. Justin ameuawa saa ngapi? Na ni wapi? Kwa sababu jana jioni tulikuwa naye. Unaponiambia ameuawa unanichanganya. Unajua Madam G, hayo maswali ambayo unajiuliza ndio hata mimi pia nimejiuliza maswali kama hayo na sikuweza kupata jibu. Na ndio maana moja kwa moja nikaamua nije hapa kwako. Nilitarajia kabisa kwamba na wewe kuna hii taarifa umeshaipata, ila inavyoonekana kutakuwa na shida. Hilo ni tatizo. Yaani hapo inaonekana hata sisi wenyewe tupo kwenye matatizo. Sasa basi, nakupa maagizo. Lazima ufuatilie hili jambo. Imekuwaje na kwa nini? Sawa Madam G. Kiufupi ni kwamba mimi nimekuelewa vizuri sana. Ila cha kufanya sio mimi, hata wewe inabidi ufanye kazi ile swala. Tusipoangalia yatakuja kutokea makubwa zaidi ya haya kwa Justin. Kitu ambacho hata mimi kimenichanganya sana. Justin, yesterday night tulikuwa naye. Leo nakuja kupata taarifa ya kifo. Na kilichonichanganya zaidi, amekutwa Justin ameuawa kwa kuchomwa visu sehemu tofauti tofauti ya mwili wake. Hili ni tatizo. Lazima tuwe makini sana. Yaani ile swala mimi linanisikitisha sana. Na linanishangaza. Sawa. Mimi nakupa maagizo kama nilivyokuambia. Lazima ujue na unipe taarifa. Fuatilia kazi kwa ngazi, hatua kwa hatua. Sawa. Mimi ninakuelewa. Ila zingatia na mimi nilichokwambia. Sote kwa pamoja tulifanyia kazi ile swali. Mimi ngoja nikuache. Sasa Hapa salama, sio utakapo. Mimi nilipotoka bwana ni 50-50 tu. Unamaanisha nini? Nimefika mpaka kwa mtu ambaye nilimfuata. Lakini niseme kwa bahati nzuri au bahati mbaya sikufanikiwa kukutana naye. Kwa hiyo hapa nilipo mfukoni kwangu sina hata 100. Yaani apeche alolo mpenzi wangu. Robi, hivi unanishangaza ujue. Kwa hiyo unategemea mimi nitaishije? Au siku ya leo tutaishije? Unatoka hapa wewe ni mtoto wa kiume. Unashindwa kushika kazi yote madi ulete pesa hapa? Unashindwa kuazima kwa jamaa yako yoyote ili madi mimi nile. Hivi upo serious wewe? Sijawahi kutegemea
kama nitakuwa na mwanaume mpumbavu kama wewe. Robi, hivi unajua unanifuja? Mimi sio mwanamke wa hivi. Yaani unajua mimi ni mzuri. Ila ninavyoonekana na wewe naonekana mwanamke nisiyojitambua. Sakina, ni mangapi tumefanya mimi na wewe? Umefanya vitu vingapi hapa? Lakini leo mara moja tu. Yaani kutoka maneno kibao mpenzi wangu. Nivumilie basi. Kama tumekosa sasa hivi, usiku nitapata mume wako. Tafadhali mpenzi wangu, ninakuomba nivumilie. Kuwa na subra. Hata wazee wa zamani utasemaga kuwa subira inavuta kheri. Sasa kwa nini unataka kunisubiria mamangu? Sijategemea kabisa. Mimi inabidi unihudumie. Nikipita watu wanisifie kuwa ninahudumiwa na mwanaume wangu. Ila nikipita mitaani inaonekana ni mwanamke ambaye situnzwi nipo tu. Inakuingia akilini kweli? Maneno yako yananiumiza sana. Unajui moyo wangu unaumia kiasi gani? Unajui ni mangapi napitia huko barabarani kwa ajili yako. Alafu unachukulia poa tu. Unaongea tu maneno ni rahisi sipo tu, si ndio? Lakini tambua kuwa naumia. Nateseka kwa ajili yako. Upaswe kabisa. Unanikosea Sakina. Haki ya Mungu nakosea kuniambia maneno kama haya. Hiyo kauli ambayo unasema ulikuwa unavumilia mangapi? Kwa hiyo kumbe inawezekana huko unapata hela. Unakuja kwangu kwa kuwa na kuvumilia katika shida na raha, unaniigizia kuwa huna pesa. Leo hiyo mwanzo na mwisho. Kama umenichoka kunihudumia, wapo wanaume wenzao watakusaidia. Sakina, hivi unakisikia unachokizungumza wewe? Unanikosea sana. Unanikosea Sakina. Mimi nikukosea wewe. Hivi mimi na wewe nani anamkosea mwenzie? Sasa sikiliza. Kama huna hela ya kula, wewe Sakina. Sakina sio kama hivyo ndugu yangu. Lakini kosa langu nini kwako mimi? Usinifanyie vitu kama hivyo vya ajabu, lakini angalia sasa hapo ndio unanitazama mimi. Sakina. Sakina! 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 Umefanya nini mama yangu? Sakina! Sakina! Jamani! Sakina! Mama yangu! Sakina, amka! Sakina, mama, hapana. Wewe ni muuaji, si ndio? Amekosea nini binti wa watu? Huyu ni muuaji. Sheli ni muuaji. Pige picha. Huu ni ushahidi. Yaani umeua. Sakina, amka! Siwezi kukaa na mwanamke muuaji ndani kwangu. Sheli, kweli? Piga na kisu. Wewe lazima ukafie jela. Wewe ni lazima ukafie jela. Sheli, unaonekana ni mwanamke mzuri, kumbe ni muuaji. Sheli, una shida yoyote?
Naomba uniambie kama kuna tatizo, maana mimi ndo ndugu yako najua. Lina, nahitaji kubaki mwenyewe. Niache! Naomba ondoke. Nenda Lina, nenda! Sakina, sasa unaenda wapi mpenzi wangu? Leo tungejua thamani ya neno mpenzi, basi thamani hiyo ningeiona leo. Unaniita mpenzi, yaani umenipa jina la mpenzi, ila sijaona huo upenzi ambao umefanyia kazi kwa siku ya leo. Unaniita mpenzi, unanikalisha njaa? Unaniita mkeo, unanikalisha njaa? Hivi nitakuwa ni mke wa aina gani? Robi, wacha niwe kama kuku. Asubuhi nitoke bandani niende kujitafutia, kisha nitarudi. Wewe umeshindwa kunihudumia. Alafu kwa unavyoniangalia, mimi ni mwanamke wa sampuli yako? Kwa unavyoniona tu. Mimi ni mwanamke wa sampuli yako? Hapana. Robi, mimi nishotoka kila siku kula michicha, kila siku kula mispinachi. Wacha wanaume wenzao wanajua kunihudumia, waende kunihudumia. Sio wewe. Kutwa kazi ya bodaboda, ila haikuingizii chochote. Sijaona faida yoyote. Hivyo basi, wacha niende kwa vidume wenzio. Alafu ngoja nikwambie, hayo machozi yako hayanitishi kwa kitu chochote kile. Je, mimi naenda kutafuta nikuletee nini? Kuku au nyama? Na nikwambie kitu kimoja, ukae kukielewa. Nikiwa nyumbani ni mke wako, ila nikitoka nje ni mke wa watu. Na nikuonye, iwe mwanzo na mwisho nikitoka kunifuatilia. I say Robi, tutaonana wabaya. Wacha nivae usika wako wa kuwa kama mwanaume, nikuletee mahitaji mke wangu. Umenielewa? Wewe ni wa kuhudumiwa na mimi. Kaa nyumbani, sawa mke wangu? Alafu nikwambie, mimi ndo Sakina, mwanamke ambaye najua kuhudumiwa na wanaume wa nje, sio mwanaume wangu wa ndani. Hivyo basi, wewe si mlinzi, linda nyumba. Mwanaume wako natoka naenda kutafutia. Marufuku kunifuata. Kunguni mweusi. Halo. Sikia. Naomba nisikize kwa makini. Kuna tatizo limetokea. Kwa hiyo nilikuwa naomba zile safari zako za usiku zipunguze. Kaa nyumbani. Fuata maelekezo kama ninavyokuelekeza. Punguza zile safari zako za usiku zote, kulia nyumbani. Hebu subiri. Nitakupigia baadaye. Halo?
Yes. Kazi gani? Kwani wewe ni nani? Hebu subiri. Yes, Mr. Gamba. Yeah, uko wapi? Kuna mahala nipo. Sasa nakutumia location. Kuna sehemu nataka tukutane. Kuna tatizo. Fuata maelekezo. Okay, sawa. Okay. Oh, wow. Kwanza kabla yote. So beautiful. Umependeza mke wangu. Asante. Alafu pia nikugie pongezi leo. Maana wewe ndio unanifanya mimi hivi. Najivunia sana kuwa na mwanamke kama wewe. Kiukweli kabisa tokea nimekuwa na wewe, yaani maisha yangu naona yamebadilika kabisa. Kweli? Yes. Ndio maana nakupendaga, yaani isitoshe Gamba. Yaani najutia sana kufanya maamuzi ya nyuma ghafla. Laiti ningejua kama nitakutana na mwanaume kama wewe, nisingekuepuka. Unajua maneno yako siku zote wananiumiza sana. Afundisha ukataza, sipendi urudie vitu ambavyo vimeshapita. Okay? Ni kweli. Karibu. Asante, nakupenda. Nakupenda pia. Ona mguu. Umekuja kufuata kipindi safari ile, wewe niambie. Sawa, ila kuna kitu kimoja. Unajua baby, kwanza nilikuwa nimesahau. Ila unaona hii safari inatoka. Nimetoka kuongea na Madam G, muda sio mrefu. Na isiki nikutane naye. Gamba, kwa hiyo Madam G ana muhimu kuliko mimi? No. Sasa kwa nini tu unataka uanze kwenda kwa Madam G? Yaani wewe ni muhimu zaidi ya umuhimu. Lakini nadhani unafahamu Madam G ni kitu gani huwa tunafanya. Si ndio? Ila cha kufanya tutaongozana wote. Ila Gamba, ujue yule ni mwanamke. Alafu ni mwanaume. Na siku zote jinsia mbili zikikaa, huwa kuna kitu kinazaliwa. Sitegemei hiyo. Usijali. Cha kufanya tutafuatana wote. Tukisharudi tutarudi wote nyumbani. Sawa mpenzi wangu. Right. Okay.
Oya Omboi nini? Mbona kama hivyo? Kuwa makini basi hapa barabarani. Jamani ndugu zangu, naomba nisamee. Nikafilika tu ndugu yenu. Kuwa makini basi hapa barabarani. Naelewa ile uko hapa ni barabarani. Usiachie kama hivyo bwana. Nina matatizo mimi mwenzenu. Angalia basi siku nyingine. Watu wengine kuwa makini. Sawa. Kuwa makini, umesikia Omboi? Acha mapepe basi. Oya. Mbona ule? Kuna tatizo? Hapana, sina tatizo. Alafu mbona unakataa kuonana na Robi asubuhi? Unajua Lina, nilishakukataza kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu. Nilishakwambia sihitaji kuonana na mtu yoyote. Kwa nini nalazimisha kuniuliza maswali kama hayo? Achana na hizo mali. Alafu mbona una picha nyingi sana ndani kwako? Wali ni wakina nani? Nahitaji kujua. Ndio. Wale watu wote walioona kwenye picha wamenikosea na lazima nilipize kisasi. Lina, unanifahamu vizuri. Haya si maisha yangu ambayo naishi sasa hivi. Lakini wao ndio wamesababisha mimi niishi katika maisha kama haya. Maisha ambayo yana visasi juu yake. Kwa hiyo umeona hiyo ndio njia sahihi ya kulipiza kisasi? Hauna njia nyingine ambayo unaweza ukafanya zaidi ya kuua tu? Shena, kumjua mchawi na kumhurumia ni sana kutaka amani wakati wa vita. Una maana gani? Bosi, nimeshaandaa timu tayari kwa ajili ya kutekeleza mauaji. Mauaji? Yaani kivipi imekuwa mauaji? Mr. Gamba. Sasa unashtuka nini? Yaani huko kushtuka nilikuwa nashtuka mimi mtoto wa kike. Mtoto wa kiume unashtuka nini? No. Sio kama nimeshtuka kusikia mauaji. Hivyo ni vitu vya kawaida. Sawa? Ila sikutegemea kama kuna mpango huu wa mauaji. Na ndio maana nashtuka, nataka kufahamu vizuri mauaji yamekujaje. Mimi naona hamna kitu cha kushtuka. Kama alivyokuambia Mr. Justin hapa. Ndivyo hivyo. Hata hivyo bosi, hapo kuna mambo mawili kuhusu mkeo. Tumtengenezee kesi ya mauaji au tumpoteze kabisa? Nisikilize Mr. Justin. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Swala kumpoteza mke wangu ama kumuua, kiukweli kabisa hilo sijaliafiki. Ila hiyo option ya pili ya kuweza kumtengenezea kesi, hiyo iko sahihi kabisa. Lakini sio kumuua mke wangu. Mr. Gamba, unawavika? Yes.
Sasa basi, huu mpango ukija kukaa sawa sawa, mimi nitakuwa ya kwangu, alafu wewe utakuwa ile nyingine. Madam G, umeenda mbele sana. Cha kufanya kwanza tutekeleze hili la kwanza, sawa? Tulimalize hili, nikishakaa sawa, au masuala mengine ya kawaida sana, ni easy, sawa? Mwanangu kipenzi. Yes, ndio. Tuna wageni. Hawa ni marafiki zangu, walikuja kunitembelea mara moja nyumbani. Sasa mbona hujaniita na nilikuwa chumbani? No, nilijua kabisa nitakushtua, maana ndo kwanza wamefika. Sorry. Huyu anaitwa Mr. Justin. Yaani best yangu sana, kijana wangu sana. Huyu anaitwa Madam G. Yes. Justin. Karibu sana. Madam. Karibu sana. Asante. Mimi nadhani mke wangu au hapo, sababu kuna maswala kidogo tunayozungumza, basi nitakushukuru. Sina, mimi natakiwa nibaki hapa kwa sababu mimi na wewe mwili mmoja. Yeah, of course najua hilo, isipokuwa tu kuna issue kidogo, iko kidogo pain fulani, ndio maana si unajua mke wangu, mimi sikupingi kwa nitakushukuru. Kwa hiyo nataka niondoke, sio maana nakushukuru mke wangu, sawa? Love you too. Okay. Thanks. Sheri mke wangu, nadhani nilikwambia kuna mgeni nitakuja naye. Sawa. Huyu anaitwa Sakina. Huyu ni rafiki yangu mkubwa sana. Ni wa muda mrefu sana. Muda mrefu sana, kwa hiyo nilikutana naye na nikamwambia itabidi upajue nyumbani kwangu, maana alikuwa hajawahi kufika. Na imani hata wewe ni mara yako kwanza unamuona. Si ndio? Sakina. Huyu ni mke wangu. Anaitwa Sheri. Ni mzuri. Mimi naitwa Sakina na. Karibu sana. Jisikie huru. Jisikie uko nyumbani, sawa? Sakina, nakukaribisha kwa mara nyingine. Karibu sana nyumbani, jisikie huru, jisikie uko nyumbani muda wote, saa yoyote, kujisikia kuja nyumbani, karibu. Nitakuwa mgeni punde. Asante. Mke wangu ni mcheshi kama unavyomuona. Ni mcheshi mke wangu, ni mkarimu. Ndo kawaida yake yuko hivi yani. Anaonekana. Basi Sakina, wewe ndio kuchukulia kinyume. Sasa japokuwa situmii sana. Hata maji. Mchukulie tu maji, mchukulie maji. Mchukulie maji. Sikiliza. Sawa. Kama nilivyokutambulisha, huyu ni mke wangu. Na huyu ni mjengo wangu kama unavyoona. Kwa hiyo muda sio mrefu mjengo utakuwa mali yangu. Je, kwamba ndio mkeo na mazingira aenda kabisa. Yes, yeye maisha. Sasa. Mambo mpango haraka. Niachia. Kila kitu kitakuwa sawa. Ndio mastermind. Okay? Sawa. Dilda. Sakina. Wewe Sakina. Rudisha bwana tayari. Shusha tayari. Nikishaondoka. Nikishaondoka tayari. Sakina wewe ni noma. Sakina, ndio ya. Sauti. Jambo. Ndio kama hivi sijui tena. Maana alikuwa dogo tu alichoma. Ila nishakuisha tayari. Kila kitu kiko sawa. Nisikilize nikwambie.
nakupa ofa siku leo. Bia zako hizi bia 3. Hivi unachekesha. Hivi mimi bia 3 zitanisaidia nini? Ni vile vile tulivyoongea tu. Nilikuwa nakuona tupo umelibana. Sasa cha msingi. Yes, kubadilisha moyo. Sawa. Okay. Pole sana rafiki yangu. Pole sana kwa matatizo yaliyokukuta. Lakini nakuhakikishia nitakuwa sambamba na wewe. Nitakusaidia kwa kila kitu. Nitakusaidia kwa yoyote yule ambaye kakufanya wewe jambo baya mpaka leo uko hapo na unalia. Na nitahakikisha ili tutalifanya kwa umoja. Sheila, unajua natambua fika hasa maisha yangu, bali ni hatima ambayo amenipangia mume wangu, mume ambaye nilikuwa nampenda, namjali, namthamini, na nilikuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili yake, lakini yeye amefanya nini kwangu zaidi ya maumivu ambayo alinichagulia? Lakini ikawa haitoshi, akachukua kila kitu changu. Sheila, sawa, nimekubali hii hali. Yesu aliamua kunipa haya maisha ambayo ya kujificha, maisha ambayo hayana amani, maisha ambayo ya kukaa mbali na watu ambao nawapenda. Sheila, nimeipokea hii hali kwa sababu mtu mwenye busara ulivua koti la majonzi hata kama limemkaa vyema mwilini mwake. Najua sikustahiki hiki ambacho nachokipitia leo. Sheila, nakuomba rafiki yangu. Basi, acha kule rafiki yangu. Mimi niko sambamba na wewe. Na nakuhakikishia tu hii kazi itaisha na utakuwa na amani ndani ya moyo wako. Tuko pamoja rafiki yangu. Sheila, nahitaji kila mtu aliyehusika kwa hili, nataka walipie, waumie kama navyoumia mimi au zaidi. Usijali rafiki yangu, naelewa maumivu unayopitia. Niko sambamba na wewe. Kuhusu hilo usijali. Na nakuahidi tu nitalifanyia kazi jambo lako. Sawa? Albert. Madam. Manase. Madam. Swali hilo nileta hapa ni hivi. Nilikuwa naomba zile safari zenu za usiku sasa hivi stop. Ni swali lilotokea la mwenzetu mnalijua. Kwa hili swali liko serious. Yaani tupo hatarini kiufupi. Albert, unapenda sana kuzurura na kujua vizuri.
Sasa jiangalie, nadhani unanielewa vizuri. Madamu, nimekuelewa. Tutajitahidi kuwa makini, maanake kwa sasa hivi hali ishakuwa mbaya. Kwa tutajitahidi kuwa makini sana, na nitajaribu kupunguza kutembea usiku pia. Vizuri. Alafu kingine, wakati mpo ndani mnasikiliza hii issue, lazima mfanye uchunguzi. Haya mambo yanatokea vipi? Yaani hatua kwa hatua. Albert, unanielewa? Sawa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nikuelewa madam. Kweli sasa hivi issue iko serious, kila mtu ameliona. Lakini tutaweka uangalizo pia, na sisi tutabidi tufuatilie ili tujue nani ambaye anayesababisha hili tukio. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kufuatilia kwa nafasi yake, alafu zeni tutajua kupa mrejesho pamoja. Sasa mimi naelekea hivi baadaye. Haina noma madam. Sawa ndugu yangu. Jitahidi uwe makini. Najua una safari sana za usiku. Matukio unaona jinsi yanavyoelekea sasa hivi. Kwa hiyo uwe makini ndugu yangu. Swala kuzurura usiku naomba usitishe. Sawa kaka, tutajitahidi pia. Tuwe makini wote basi. Mimi haina shida hiyo. Kwa ajili kwa usalama wetu pia. Yeah, najua. Sasa kwamba tunaweza twende. Sawa. Aha, niambie. Nimekuja kusikiza wito. Ni kweli nimekuita. Na mazungumzo kidogo na wewe. Ila pia kama nitakuwa nakukosea naomba unisamehe. Bila samahani. Hivi dada, katika maisha yako umeshawahi kumdhulumu mtu? Hapana. Umeshawahi kumkosea mtu? Hapana. Halafu kwa nini unaniuliza maswali hayo? Niambie tu, mimi ndo ndugu yako najua. Lina, unanijua vizuri dadako. Naweza kukubadilikia hata mwenyewe sasa hivi. Nataka kujua upande wangu wa pili Sio kwa ubaya. Kwa hiyo umeniita hapa ili uje uniulize maswali yako ya ajabu ajabu ambayo hayana kichwa wala miguu. Si ndio? Hapana. Naona kama kuna kitu hakipo sawa, ndio maana nimeamua nikuulize. Hivyo unaelewa Kiswahili? Nishakwambia hakuna kitu kama hicho. Au kuna mtu kakupigia simu ya vitisho? Unaangalia nini basi? Siangalii chochote. Kwani muda unaishi na nani? Naishi mwenyewe. Lina, una uhakika? Lina, mimi ni mkubwa kwako. Alafu siku zote sikio halizibi kichwa. Mimi naondoka.
Lina, mimi ni mkubwa kwako. Alafu siku zote sikio halijibu kichwa. Mimi naondoka. Pole. Unaumia hapa. Pole. Pole sana. Ila utakuwa sawa na imani sana. Ulikuwa unaelekea huku. Unaweza kufika kweli? Hapana, siwezi hata kunyanyuka. Haya sawa. Jitahidi. Pole. Nimechafuka. Ndio, pole sana. Naomba unifute. Pole sana. Asante. Basi simu yako hiyo hapo. Pole. Unafika kweli? Au usikoti? Ngie basi namba. Hiyo story mtatu. Amna usijali. Muda saa 2 tutafika pale bana. Pagani? Hapo tu mtaa pili sio mbali. Unawafika nitakukuta kidogo. Sawa. Yeah. Pole. Kwako nimefika, umenikamata wewe. Umenishika, umenikamata. Kwako nimefika, umenikamata wewe. Nimekuwa kabendela fata upepo, sikuwachi leo wala kesho. Kwako nishachizika mimento, yani nyanga. Iwe jela ya mapenzi, tufungue wawili yani tuwekwe ndani. Oya. Wewe Albert. Naam, madam. Kila siku nakwambia utulie nyumbani. Ukitoka unatoka na mimi. Hakuna mtu wa kukusumbua. Mimi ndo maana pia wenyewe. Na wewe ana huyu ndo kivuruge sana. Napenda kuzulula sana huyu. Simpati na tabia mbaya. Unajua Madam D, yaani katika wadamu wote ambao nawaamini, yaani Olivia hajakosea kunileta kwako, si ndio? Yaani Robi ni mwanaume mjinga sana. Kwanza alikuwa ananifuja, ujue hivi ndo vitu ambavyo vya kupewa mimi sina. Alafu Olivia shoga yangu,
Yaani Olive nilipata kila sijui unaelewa. Ila amenikutanisha na Taji. Olive nashukuru kwa kukutanisha na Taji. Jamani, tufurahini. Maisha yenyewe mafupi haya. Hapa tu enjoy. Nimekuwaga bendera fata upepo, sikuwachi leo wala kesho. Kwako nishachizika mimento, yani nyanga nyanga. Iwe jela mapenzi tu. Hi guys. Mudumu, yuko wapi mudumu? Alete pombe, leta pombe. Hapa tunakunywa pombe mpaka asubuhi. Hakuna kutusumbua hapa. Sawa madam. Yeah. Jamani, baadaye Tule kuenjoy, tule maisha bwana. Tufurahini. Wewe wenyewe ni mdogo. Sawa sawa. Wewe unaenda wapi? Narudi madam. Nenda nje mara moja madam. Zingatia maelezo. Kila siku nasema. Kaenda wapi? Itakuwa kaenda chooni hapo madam. Nakwambia zingatia maelezo, hapo yeye anaondoka. Akirudi kazi ana toka. Sogea kwanza, sogea. Unajua nini Oliver? Yaani kwanza tumenikuta mlinzi hapa nyumbani. Sijui unanielewa? Alafu sasa kitu ambacho ukifahamu. Kwani hapa anafanya nini? Sikiliza nikwambie. Yaani mimi nilishakwambia kwa nini hapa sasa hivi sina wanaume. Nitafutie wanaume. Unaona sasa kinachotokea? Kwa hivyo mimi ninachokushauri, ingia ndani wala. Mimi hapa Kongo wenyewe silijui. Hivi Sakina, wewe ni mwanamke wa aina gani? Tazama jinsi ulivyovaa. Sasa hivi ni saa ngapi lakini? Yaani wewe ni mwanamke wa mtu kabisa.
Alafu wewe, nimekuja mara ngapi kuwa karibu na mwanamke wangu? Unafahamu kabisa si mambo yako unayonifanyia. Nenda ndani lala. Sondoke bwana, tulivyotoka wewe. Nisikilize Sakina. Ingia ndani lala. Mimi ni kesho nitakuja. Basta wewe nenda, mimi nitalala na mlinzi mwenzangu hapa sawa. Ingia ndani. Namsaidia Ufala kulinda hapa, sasa atalinda nani? Kwa hiyo unaamua kunidhalilisha, si ndio? Unaamua kutukana mbele ya rafiki yako. Hapa atalinda nani? Mimi namsaidia Ufala mwenzangu kulinda. Sawa. Sawa, mimi hapa na Olive. Basi usisahau kesho kunitoa tena. Nimependa kweli kampani yako. Hivi ya maisha mpaka lini lakini? Kwa nini ananifanyia hivyo mwanamke? Kosa langu mimi ni kwake? Au wewe maana mtu kuishi na mwanamke anapata ni shida pia? Au kumuoa ni shida? Sasa kile kuna nitesa hivi lakini kwa nini? Sasa hivi ni saa ngapi mimi nimekaa hapa kama ni mlinzi vile nalinda sungusungu mimi mtoto wa watu? Hii sio haki nafanya mimi, sio haki. Haki ya Mungu vile mimi naonewa tu bure. Siku za usoni sitopenda tena. Yes, hello. Hello. Ndio. Habari madam. Salama. Madam. Yes. Bwana, huku kuna tatizo bwana. Tatizo gani? Albert, hata amefariki dunia, mtu ameuawa. What? Albert, imekuwaje? Mimi nataelewa kwa sababu nakuta amechoma mtatu shingoni. Tatizo. Okay. Basi sawa. Nitakucheki baadaye. Albert. Nisikize nakwambia kitu kimoja. Sawa. Isha kuaishi tayari. Cha kufanya, hakuna muda wa kupoteza. Ngoja nijiandae nitoke. Okay. Sawa. Kwa makini, sawa? Mie sukari burudani, we habari, mie gazeti burudani, kachumbali na nyanya umeweka jikoni, we hodari, ya kungu meshika sira. Sakina? Shoga, tangu jana. Kwa upande tulipotoka nahisi ni nzuri, ila nyumbani kwangu
ni mbaya zaidi, maana Robi nimemkuta amekasirika. Unajua amekasirika, amefura, sio kama nilomzoea. Na isitoshe leo ameondoka bila hata kuniaga. Sijui nini kaniandalia. Cha kwanza pole. Nishakuondoa ya ukubwa tu. Tena pole sana. Alafu nikwambie, yaani hiyo tabia yako ya kulewa sana uiache. Jana usiku asingekuwa Manase na Albert. Sijui kingetokea nini. Alafu isitoshe sisi ni wanawake, hatuwezi kupambana na watu. Acha kulewa sana shoga yangu. Utafanya vitu ambavyo havipo. Upo. Kwani wewe shoga ukujiona eh? Nimefanya nini? Tena yako mazito kuliko hata yangu mie. Wewe jana ulivyokuja hapa, si ukaanza kumchamba mmeo? Mtukane matusi mpaka yanguoni. Wewe ulivyo wewe. Sasa kwani msingenizuia? Na ndio maana Robi ameondoka hapa amekasirika. Mungu wangu. Sasa inavyojili sasa, leo sitaki kunipigie simu kwenda sehemu yoyote. Nataka nikae na mume wangu nimliwaze. Sawa, unanielewa vizuri? Ehe. Sasa shoga yangu mimi kilichonileta hapa ni jambo lingine kabisa, sio hata kuhusu viwanja. Na kwa hivyo nibadilike sasa hivi. Kweli upo serious? Kuna jambo gani tena jipi? Hivi una taarifa kwa Manase na Albert wamekufa? Hivyo unachoongea uko serious kweli? Ninachokwambia niko serious. Sitani. Unanijua. Nikiwa kwenye utani. Yaani ninapokuambia hapa pombe zote zimeisha. Nilikuwa nimelewa kweli. Hapa kutakuwa na mkono wa mtu. Haiwezekani juzi kwa mkia jana Justin afariki. Na jana tu kwa mkia leo Manase na Albert kweli? Bora basi kungekuwa na sababu yoyote nyingine. Sababu ni ile ile tu. Tukitoka baa lazima tupewe taarifa za msiba. Olivia, tujiangalie. Unapoendea leo kwa mkia kesho usikute ni vitu vyetu sisi. Ndio kabisa mimi nashindwa kabisa kuelewa. Yaani nashindwa. Kuona tunaona lakini kuelewa yani inaweza ikawa vigumu kidogo. Wanasemaga wewe ni mkono wa mtu. Lakini hili ni mguu wa mtu kabisa. Olivia, unapoendea inabidi tuwe makini. Huu utoto tuliokuwa nao tusiufanye tena. Inabidi tuangalie vifo vya wenzetu vinatokea wakiwa wapi na sisi sasa hivi tunaelekea wapi. Kuwa makini. Subiri nimpigie Gamba. Aiza anajua taarifa hizi ila anaogopa kuniambia kutokana na mazingira yalokuwepo. Hivyo subiri nimpigie mimi kwanza. Halo Gamba. Mambo. Mzima. Mwana, hebu acha masuala mapenzi. Kuna muda mwingine nakupigia simu tuongee vitu vya maana. Na unajua kabisa kama hapa mimi hii asubuhi nakuwa nyumbani. Unanihitaji majina kama haya. Tuachane nayo kwanza. Kuna taarifa zote ambazo unazo? Taarifa gani? Manase na Albert, si marafiki zako? Hivi una taarifa zao zozote? Kwani kuna nini? Nisikilize Gamba, yaani mpaka naogopa hapa nilipo. Olivia ameletea taarifa kuwa Manase na Albert wamefariki. Unasemaje? Yaani hapa nilipo mpaka naogopa. Yaani najiuliza kama jana tu tulikuwepo nao na leo napewa taarifa hizi. Hivi na sisi tunaelekea wapi Gamba? Basi hebu kurudia mtoto wangu. Nitakurudia baadaye. Sawa, nitakurudia. Basi sawa, usichelewe. Olivia, wewe nini? Ila chochote kinachoendelea usikose kunipa taarifa. Sawa? Mimi tena lazima nitakuja.
kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani tena? Dada, kuna kitu gani ambacho unanificha? Ukweli gani ambao unanizungumzia hapa? Afu wewe, sikia. Kila siku nakuona. Acha kufuatilia mambo yangu. Utakuja kufanya kitu kibaya. Yaani nitasahau kama ni mdogo wangu. Naona unavuka mipaka. Dada, unajua kwamba nakupenda sana dada yangu. Na sina ndugu mwingine zaidi yako wewe. Dada, naogopa sana. Naogopa kupoteza dada yangu. Vipi kama ukifa? Mimi nitabaki na nani? Sasa unipoteza kwa sababu gani? Yaani kwa lipi mimi nipoteze? Nitakufa. Kwani mimi naumwa? Napoteaje yani kwa mfano? Dada, kama kuna mtu ananidhulumu naomba uniambie, maana ni hatari kwa maisha yako. Unasemaje wewe? Yaani mimi ni mdhulumaji? Nesi mdogo wangu, kuna kitu anafahamu. Hilo linawezekana. Cha kufanya, hebu lifuatilie la swala kwanza. Sawa. Bana sio kawaida hiyo. Kama alishafikia hatua ya kudadisi kama hivyo, kuna kitu atakuwa anakifahamu. Naomba ulifuatilie haraka iwezekanavyo. Haina haja kupoteza muda. La sivyo utakuja kupotea wote. Changamko hebu vaa nenda. Lina. Lina. Sheila. Oh. Karibu. Asante. Lina. Karibu.
Lina. Vipi? Mbona kama una wasiwasi? Yule unapishana naye mlangoni hapa ni nani? Ni rafiki yangu. Unafikiri unaanza muda gani? Wewe. Kwani una nini? Kwa hiyo kila mtu anayekuja hapa ni rafiki yangu, unataka kujua? Kila mtu anayekuja katika nyumba hii lazima ujue urafiki wetu umeanza lini na muda gani. Kwa nini unapenda kunifuatilia? Vitu vyangu mimi vinakuhusu nini? Na nilishakwambia sio mara moja wala sio mara mbili. Vitu vyangu mimi viache kama vilivyo. Lakini Lina, na kuona na kihelehele kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu. Haya, kitu gani ambacho kilichokufanya wewe usiwe na amani? Kuhusu yeye rafiki yangu kuja hapa nyumbani au kuna jipya? Nakueleza na maana yangu. Maana gani? Hivi kuna siku ambayo ulokosa sababu wewe? Unanichunguza, si ndio? Usitake kujua upande wangu wa pili. Mimi sipo hivyo unavyonifikiria. Wewe ni rafiki yangu. Na tunaishi watu hawa wawili huko ndani. Kwa hiyo lazima nijue mambo yako. Na nijue tuko karibu ni kina nani. Kwa sababu wewe uko katika matatizo, ndio maana kuuliza hivyo. Nimeamua kufanya mambo yangu taratibu, niache nifanye mambo yangu. Rafiki yangu mimi hakuhusu. Mipango yangu mimi usitaki kujua. Haijalishi nipo hapa kwa ajili gani, nipo hapa kwa muda gani, na nitaendelea kuwepo kwa muda gani. Lakini nini? Naomba kaendelee na mambo yako. Usiniamshie kisirani saa hizi. Nimekuta kiustaarabu tu, lakini naona sura yako. Unanibadilishia mimi sura? Kwa lipi hasa? Yaani unapenda kunifuatilia. Hadi unaniuzi. Basi mama. Nadhani hujawahi kuniangusha katika kazi zangu zote nilizokupa. Je, una uhakika huyu mtu atakuja? Usijali kuhusu hilo. Lazima aje. Maana anatafuta sana Instagram. Kwa hiyo hapa atakuja tu. Okay. Na kuhusu mazingira? Usalama, mazingira, kila kitu kipo sawa. Unajua Madam G kitu gani amefanya kwangu? Leo nataka alipie kila kitu alichokifanya. Na isitoshe, yeye ndo mtu wa muhimu kuliko wote ambao tulishawahi kupoteza. Kwa hiyo tusicheze na hii nafasi. Naelewa. Inabidi uniamini. Maana umenipa kazi nyingi sana. Na zote tumezitimiza vizuri. Kwa hiyo kuhusu hilo usijali. Unanihakikishia usalama upo wa kutosha? Usiniamini. Sinikwambia lazima waje. Sijai kukuangusha. Kajiandae ufanye kazi yako.
Mr. Gamba. Oh, Madam Jane. Karibu. Asante. Kulikuwa kuna mtu nilikuwa nategemea kumkuta hapa. Nashangaa wewe nakukuta hapa. Kwa nini? Unataka kujua mimi nimefikaje? Mimi sina mipaka wala sina mtu wa kunipangia kwamba hapa nije vipi, ndio sehemu nyingine nije, sehemu nyingine sije, sawa? Ndio hivyo. Usijali Madam Jane. Leo na surprise yako kubwa sana. Wow. Surprise. Yeah. Okay. Nadhani utaifurahia sana surprise. Surprise babu kubwa. Subiri kidogo. Uifurahie surprise yako. Ulijua hatutaonana sio? Madam G, umempata Mr. Gamba? Usichokijua, Mr. Gamba tayari ameshaenda kupumzika safari yake ya milele. Unataka kumfuata? Shehe, samahani. Tusifikie huko. Naomba nisamehe. Mungu mwenyewe anasema samehe 7 mara 70. Samehe sana Shehe. Nimeshakusamehe, lakini utalipia kila kitu ulichokifanya katika maisha yangu. Sasa kabaki mmoja tu yuko nje. Nenda kafanya kazi yako. Kwako nimefika, umenikamata wewe, umenishika, umenikamata. Kwako nimefika, umenikamata wewe.
upepo, sikuachi leo wala kesho. Kwako nishachizika mimento, yani nyanga nyanga. Iwe jela ya mapenzi, tufungue wawili yani tuwekwe ndani. Kukwacha siwezi, wendo wangu wa